Shalom shalom. Ni mtumwa wa Bwana hapa, natamani nishare naye kitu kidogo ambacho kitakuwa kina msingi na kitakusaidia mahali. Mapenzi ya Mungu, nataka niongelee kitu kama mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu naweza tukasema ni makusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Mapenzi ya Mungu ni makusudi ama mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Sasa changamoto kubwa imekuwa wanadamu wengi tunaishi katika mapenzi yetu, yani makusudi yetu ulimwenguni. Kitu ambacho wengi wakifahamu ni kuwa mwanadamu hakuja duniani ili aishi, ili atafute kitu cha kufanya. Yani mwanadamu alikuja ulimwenguni tayari ana jambo, ana mission tayari ameshapewa. Kusoma kitabu cha Mwanzo, kabla sijafafanua vizuri zaidi, kitabu cha Mwanzo nagundua Adamu anaumbwa siku ya 6, lakini kila kitu tayari kilishatengenezwa. Na anaumbwa anapewa tu maelekezo, kwa hiyo utalima, utafanya nini, utafanya nini, kuna maelekezo anapewa pale. Kwa maana yake hatima ya mwanadamu ilitangulia kabla ya nini? Ya mwanadamu. Kwa hiyo Adamu hakupaswa kufanya jambo lolote jipya. Sasa wanadamu wengi tumeshindwa kujua kuzaliwa kwetu ama kuwepo kwetu duniani ni kuna mapenzi ya Mungu. Kuna maelekezo ya ufalme wa Mungu unatakiwa tuyafanye duniani. Sasa niguse sehemu ndogo tu katika somo hili pana. Mapenzi ya Mungu, unaweza gani mtu unahitaji vitu vinavyoonekana. Mfano unahitaji gari. Let's say gari, unahitaji usafiri. Lakini mapenzi ya Mungu wewe kuwa na afya. Unaona tunapoenda tofauti, kwa sababu jaribu kufikiri na unagundua mapenzi ya Mungu mara zote huwa ni baraka na huwa ni muhimu zaidi kuliko kile ambacho ni mapenzi ya nini? Ya mwanadamu. Kwa sababu wewe unahitaji gari, afu mapenzi ya Mungu wewe uwe na afya. Jaribu kufikiri. Kawaida tu, kuna akili ya kawaida. Uko hospitalini unaumwa. Gari ina maana gani kwako? Yaani gari ina msaada gani kwako wakati wewe uko sawa unaumwa? Kwa hiyo unagundua mapenzi ya Mungu ni yana maana sana kwenye maisha yako kuliko mapenzi yako. Sasa jitahidi sana aina ya maombi yako, omba mapenzi ya Mungu yadhihirike kwako. Kuna mahali fulani Yesu wanafunzi walimwambia, Yohana aliwafundisha wanafunzi wake na vitu kama hivyo. Na tunaomba tufundishe namna ya kuomba. Yesu katika sala ile anasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Kwa hiyo kwa ufupi ni kuwa duniani hakuna mapenzi ya Mungu. Yaani ukitaka kufuata mfumo wa dunia hutayatimiza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yanakuja na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wakati mwingi ama wakati mwingine wa maombi, tamani sana mapenzi ya Mungu yatimizwe juu ya maisha yako, na utafurahia sana kwa sababu kuna baraka nyingi na kuna vitu muhimu sana vya Mungu vinaachiliwa. Unajua wakati mwingine vikawa vinaachiliwa vitu ambavyo kwa hali ya kawaida unaweza usione vina maana sana, lakini